Kila mtu analalamikia maisha kuwa magumu. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hili jambo? Mimi hata sitaki kuongea. Sasa venye vitu zimekuwa bei kali, ukitaka kitu pengine ulikuwa unatumia na huna, unafanya aje? Nikuuliza, haki vitu zimepanda mpaka inakubidi ukue mcreative na maisha. Ukagundua ukimix unga ya ugali na mara uweke sukari na kuwa yogurt. Yaani umezoea kukosa fare hadi unajua shortcut zote za kufika town. Yaani imefika mahali hata ukiingia kwa mati saa zingine ndio unaambia dereva ile njia atahepa jam. Vitu zimepanda haki mpaka unakutana tu na watu wamekasirika bure. Ukikosa pesa kila kitu inakuudhi. Unaona paka imenona inavuka barabara. Inakuudhi, unashindwa imenona aje. Yaani unamaanisha ati maisha kuwa ngumu inafanya watu wawe na hasira? Unaona hizi paka zimegonga kwa barabara sio ajali, ni hasira. Unajipata umekasirikia umbo imelala. Sababu inajua wewe ndio unaenda kuhasa ununue nyama, ikule mfupa. Mimi nanunuanga steak, yangu hata kula rahisi. Na huko vijijini watu wanaomba vitu kama pengine umekosa kitu ama? Ati unasema nini wewe? Kuishi kwa ploti imekuwa ni shida. Siku hizi kupika ni saa 8 usiku. Sababu huwezi karanga kwa amani. Ukiweka kitunguu hivi mlango inabishwa. Imekuwa maisha ya kopa hapa lipa pale. Hadi unakopa mtu mara ya pili ndio mlipe ikae kama unajikaza kulipa. Ndio itawezekana kusamehe. Okay, asante sana, tumeshukuru, tunatarajia mambo itakuwa mazuri. Wewe chaka tu. Kuna hii mambo ya lifestyle audit. Unakaaje, ulinunuaje gari, uko na manyumba, pesa mingi nini? Unaweza kuwa unajua kitu chochote kuhusiana na hilo jambo? Kwani si ndio ala? Kwanza unaona hawa watu wa kukula na macho. Wakenya kwanza ndio wazuri kabisa dunia yote katika lifestyle auditing. Mtu anakuangalia anakukagua mpaka socks. Mimi kwangu, ukinipiga audit unaweza sema niko na pesa ngapi sahi. Kireba ni 30 bob. Browse ni 50 bob. Leso nilipewa siku ya campaign. Rabas 100. Lakini watu wanafaa kulikurutiwa kufanya hii audit ni wezi wa Nairobi. Kwa nini? Mtu anakuaudit hadi anajua umebeba pesa ngapi kwa kibeti. Ukweli? Wezi wanakuaudit kutumia kitu kidogo kama walking style. Wanajua vile mtu amelipwa anatembea. Hadi mtu vile uso unafanana. Ukiwa umebeba 5,000 kwa mfuko, kuna kuanga tu na katabasamu kwa uso. Hiyo ni kumaanishaje? Ukiwa Nairobi na unatembea ukionyesha meno, utaonyesha Nairobi hakuna kitu ya kuchekea. Kulingana na wewe ni akina nani wanafaa kuwa wakiaudit watu ama? Wacha nikwambie, watu wengine wanafaa wachukuliwe wasaidie na mambo ya kuaudit. Mimi hata huwa nashindwa wanajua ngaje naenda kutumiana pesa. Ananiambia ati hiyo pesa tuma kwa hii namba. Katika hiyo harakati kuna watu kila wakati ukikutana nao ama ukitafuta wanakuanga kwa mikutano. Hizo mikutano zinakuanga za nini kwanza? Hebu tujiulize hivyo kwanza. Na je, kila mtu anafaa kuauditiwa ama kulingana na wewe? Kwanza wamama. Unaona wanawake lifestyle audit inakuanga kwa nywele. Kweli? Ile wivu amevaa inamuuza kuna pesa ngapi? Kwanza kuna hii inaitwa Brazilian hiyo. Hiyo sana ni ya Maslay Queen na Secretary. Okay. Kuna wengine nywele haisikizani na jua ama mvua. Hao ndio wanasikianga wakukuja. Hawa wakikam wala wamakuambia tu kwa natural. Naturally hawananga kitu. Hawa pia ndio audit watu kwa club. Wanakuwekeanga mchele tu kizunguzungu. Inakutandika siku kaa 3 ama 4. Inafaa saa hii na hii uchumi. Mtu yote akiingia supermarket apitishe 1,000 hivi ama aende petrol station yaweke dhao. Tungeomba DPP aende kwake personally. Okay, hebu tupe neno la mwisho. Mawaidha ya mwisho, ukitoka kwa nyumba, jifanyie audit wewe mwenyewe kabla ufanyiwe na majirani. Tumeshukuru sana. Kesho nikuteni tu hapa. Pengine utueleze kulingana na wewe hii mambo ya handshake. Unaionaje, imekusaidia nini? Hata sio kusaidia vile, mimi ningependelea hii mambo ya handshake kama inaweza ongezwa kwa katiba yetu. Vile serikali inang'ang'ana na the big 4. Handshake pia iongezwe iwe the big 4.5. Unaona? Iwekwa kwa cap 4 section 29 column 2/11 na ifafanuliwe na salamu zingine kulingana na mbona mnasalimiana. Kiaje sasa? Kiaje kama sisi watu wa reggae tunakosanianga tu vitu tudogo. Kama ati ni kukanyangana kwa matatu
ama makanga anaweka gari 30 na uko na mbao kwa mfuko, unaona, unamdunga hiyo mbao na unamgota, hiyo story naishia hapo. Na bado sikiza, kuna wale mnasumbuana na mama mboga, umekopa mboga na nyanya mpaka sasa unadaiwa kibada mzima. Badala ya kuingia na giza kama mwizi, chapa huyo mama salamu ya hewa ukipita mita kama 200 mbali. Alafu kuna vile inafika mahali. Sikiza kwanza, unaona boy child unapeleka mrembo tarehe, yani date, na umeshindwa kulipa bill sababu ameitisha vitu haziko kwa budget yako, unaona. Chapa huyo mrembo ka high five na utoke uende. Ati utoke uende, umwache ama? Ati umwache, si ndio? Kwani nawe mrembo ukiachwa, ita manager, mdunge kahag na umuulize vyombo chafu ziko wapi. Ama pengine mkikosana kwa ndoa na mko nyumba moja, fanya vile mimi huwa nafanya. Chapa mzee kale ka emoji kabuduki, ikiambatana na kale ka kijana kana katokanga bio na mochi inakafuata. Ama hiyo ni ngoli. Tumeshukuru sana kwa maoni yako. Tukipata nafasi nyingine tutakuja tuongee zaidi. Hamna wasi. Unaweza kuwa unajua kitu chochote kuhusu vile serikali ilisema ya kwamba basi zote za shule ziwe na rangi moja? Unaweza kuwa na maoni yoyote kuhusu hilo jambo? Kwani kwanza tangu Matiang'i yasema ati basi zote za shule zikuwe na yellow line. Sio yellow line, ni kuwa na rangi ya yellow kwote. Si ndio hiyo? Na pia angeongezea pia dereva hiyo shule avae uniform ya hiyo shule pia. Na unajua brother, sijui hiyo mambo ilifika wapi, sababu ilikuwa pia watoto wote avae uniform zinafanana. Ni kweli ama si kweli? Kulikuwa na kitu kama hiyo. Alafu bado serikali ilikuwa imesema wazazi wengi kama sisi tungefurahia, sababu kama mtoto wako anasomea shule haina basi, anaweza tu panda basi yote bora imfikisha karibu na nyumbani. Na hiyo inaweza kuwa ni ujanja kweli. Kwanza unaniona vile mimi unaniona hivi. Kwanza ingekuwa enzi yangu ningetegea ile inaenda trip na panda, mtu ajaribu kuniuliza kitu, ile duru ningepiga hapo hata usiwahi sikia. Hebu nikuulize wewe, ushawahi patana na mtoto amepotea analia na vile ubembelezwa na kuhurumiwa na watu wewe? Kitu kama hiyo. Wengine wanampea kamaziwa, wengine kaswiti ndio anyamaze. Mtoto wa Geshagi na Tao wanaweza ingia shule moja na wasome bila shida. Mimi mtoto wangu kila siku nitamwambia ajisahaulishe tu kiplan, ajipatange State House Primary. Yaani unataka kumaanisha kwamba uniform ni kitu ya kutufananisha sisi wote, kutufanya equal. Hata uniform ya makanga na mtu wa benki zifanane. Kwanza kama serikali inaweza rudisha Kenya uniform, sijui kama mnakumbuka, inaweza saidia watu wengi kama sisi wenye tunakuanga kwa social media kama Instagram na hii ingine inaitwa nini Facebook. Baadaye juu ya hiyo story, go follow me on Instagram @kavula.co.org. Okay. Hapo unajua ukishaonekana na nguo fulani kwa picha, ukirudia unamulikwa, na ukijiphotoshop utakopike haraiwa. So mambo ya mavazi na nguo kulingana na wewe. Ngoja kwanza, hebu sikia, sijui mbona ile siku unarudia ile nguo ulivaa jana, ndio unakutana na wale watu ulikuwa nao jana. Inabidi unakuwa muongo kiasi, ati jo unajua sikurudi nyumbani. Mimi kama unavyoniona saa hii, si ati sina nguo nyingine, hizi niko nazo mingi. Tumeshukuru sana. Wacha kunishukuru kwanza. Sasa hiyo maneno itiliwe maanani ndio tufaidike. Na nini? Utakuja kujua tu. Tumeshukuru sana. Wazi. Inasemekana kwamba nchi yetu iko na madeni mengi sana, hata ya nchi kama China hivi, na ndiposa vitu zinakuwa bei kali, mafuta kuongezwa na nini. Okay, maoni yako ni gani kuhusiana na hili jambo? Ni kweli kabisa, hata mimi nashangaa. Na unajua hata kama mwanaume ni deni, unajua tunasemaga ukiwa ni mwanaume lazima uwe na kadeni hapa na pale. Lakini hii nayo imezidi. Serikali inafaa ikae chini yenyewe. Ijue itachezaje? Ama mbona tusikue kama Wakenya tu? Mwanaume ni kuhepa deni. Kuna aina nyingi za kuhepa deni. Unaweza kutuambia moja ama? Sio hata moja. Hata ni kadhaa. Hiyo ni ile tunaita kata nikupigie. Wewe mwenye deni usikae uko na madharau ama kuhepa. Unashika kama umejishikanisha, alafu tunajishughulisha. Unamwambia hebu kata nikupigie kwa watu wa town. Mnaweza tu tumia tu kata nikukol. Unaona? Kwa watu wa Islando kule kwa Kinaoti na kudungia, na kwa sisi watu wa mashinani
tunasema tu nego kuhorera. Unaona? Kuna ingine pengine tuweze kusikia. Si ndio sinakwambia ni kadhaa. Hiyo ingine cheki wewe sasa mama mwenye deni, usigoje mdeni. Mdeni ni mwenye amekukopesha ama ukipenda mkope. So wewe mkopa kuwa wa kwanza kutumia mkope message. Endelea. Na umwambie deni yako sijasahau. Unaona? Ataona unajikakamua. Sikiza hapa kuna ingine bado. Hiyo tu ni ya kukusaidia ili uweze at least kuendelea na maisha. Hiyo ingine hata ingawa inakuanga kali kidogo, ni uende kwa mwenye amekukopesha ukope ingine. Unaona mdeni huenda akakuhurumia hata labda akuachie ile ya kwanza. Lakini lazima uside umemchubua kila wakati na simu vile mashida zimekusukuma. Sana kuna watu ambao huwa wanafanya. Si ati nini, sikia ingine hapa. Hii wanga ni goli sana lakini bado inaweza kukutoa kwa ile goli bado. Hii ingine wakati mdeni anakupigia simu, sita kama umegonjesha either brother ya mama ya anko ya shosho yako, mweke hata ICU ikiwezekana. Unaona? Na umweke kwa mchango. Lakini hakikisha umegonjesha mtu wenu wa bali. Sababu na hii mambo ya Facebook na Instagram atakuuza hapo na picha ameweka kwa Mombasa na jivijali. Unaona? Ya mwisho sasa, hii ingine yote ikishindikana, isemekana haikufanya kazi, hebu jaribu hii. Badilisha namba. Unaona hata Uhuru anafaa badilisha namba ndio Wachina wampate mteja. Hata sisi wakituuliza tunasema hatujamuona. Okay, asante sana kwa muda wako. Tumeshukuru sana. Ndio hiyo. Yeah.